Kwa nini idara ya udiakonia ndani ya kanisa? Ni jambo la muhimu sana kujua. Najua wako wenzenu ambao wanajua, lakini najua makatibu wa idara wanajua. Kwa nini idara ya udiakonia ndani ya kanisa? Kwa nini tumeamua kuwa na idara ya udiakonia ndani ya kanisa? Kwa nini kanisa la Moravian lishughulike na idara ya udiakonia? Kwa nini? Kuna mambo matatu ya muhimu sana ambayo Yesu aliyafanya. Yesu alipokuja hapa duniani alikuwa na huduma tatu. Huduma ya kwanza ilikuwa ni mahubiri. Yesu alikuwa ni mhubiri. Akisimama kwa watu alisema neno moja, tubuni kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Kwa maana ya kwamba watu watubu, waziache dhambi zao. Yale tunaita ni mahubiri, kwa maana ya kwamba ndani ya Yesu Kristo ilikuweko huduma ya uhubiri. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya kanisa. Ilikuweko huduma ya uhubiri ndani yake. Kwa hiyo kutokana na mahubiri tunajenga makanisa ili watu waingie huko ndani waweze kupata neno la Mungu, watu watubu dhambi zao, wamrudie Mungu wao, wafanyike kuwa na ushirikiano mzuri kati ya Mungu na maisha yao ya Ukristo. Hilo ni jambo la kwanza. Lakini jambo la pili ambalo Yesu alilifanya ilikuwa ni huduma ya uponyaji. Huduma ya uponyaji. Bwana wetu Yesu Kristo alipokuwepo hapa duniani, alipowakuta watu ambao, nitumie lugha nyepesi sana, wenye changamoto ya maisha, alifika mahala akawaponya. Yesu aliwaombea wagonjwa wakapona, lakini Yesu aliwaombea wenzetu waliofariki wakafufuka, akiwepo Lazaro na binti mmoja wa mzee wa Naini. Aliwaombea ili waweze kufufuka. Kwa hiyo walifufuka, watu waliponywa magonjwa yao, wakaendelea kuwa na maisha ya kawaida kama hivi jinsi tulivyo sasa hivi. Lakini jambo la tatu ilikuwa ni elimu. Yesu Kristo alikuwa na ualimu ndani yake. Alipofika mahala amewaponya watu, lakini amewahubiri watu, wamelikubali neno. Huduma iliyokuwako kwa Yesu Kristo ilikuwa ni kuwafundisha sasa kwamba wanawezaje kuendelea kutoka katika maisha yao ya kawaida ya Ukristo, wanawezaje kujifunza wakaimarishwa. Akagundua kwamba elimu inaweza sana kuwaimarisha hawa watu, na ndicho kitu ambacho tunakifanya leo. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu kama mnanielewa, tupungiane, mtuone mikono hewani. Na najua walimu wako hapa mna mbinu zenu za kufundisha, lakini mimi ni mchungaji, nitasema kama mchungaji, si ndio? Na ndicho ambacho tutakifanya leo hapa. Ndivyo ilivyo katika misingi ya huduma ambayo Yesu aliifanya, na sisi kanisa tumejenga kwenye misingi ile ile. Tumejenga kwenye misingi ya mahubiri. Leo wachungaji wako na wainjilisti tumejenga makanisa. Tumejenga kwenye misingi ya elimu. Leo makanisa yetu yana vyuo, leo makanisa yetu yana sekondari, lakini leo makanisa yetu yana vituo mbalimbali vya kufundishia watoto. Tumejenga kwenye uponyaji wa kiroho wa kawaida. Leo hii tunashughulika na huduma ya uponyaji pia. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa niseme kwa ajili ya elimu, kile ambacho leo mtaenda kukipata hapa, kwa njia ya semina hii ni elimu ambayo kanisa imeona itoe kwa jamii. Ninamshukuru sana Mungu kwa jamii, pasipo kubagua dhehebu lako, kwamba wewe sio Moravian, kwa hiyo hatutakuhudumia. Sisi kwetu ni mwiko. Kuna neno nitalisoma hapa, lakini tunasema kwa huduma ya jamii, ambaye awe Mkristo asiwe Mkristo, sisi ni wajibu wetu kama kanisa kukuhudumia wewe. Kanisa letu la Moravian halibagui tunapofika mahala pa kumhudumia mtu.